Nikae nianze kufikiria hisia zako Kuga? Hilo sahau. Sijui unanielewa? Nisikize nikwambie. Nishakwambia mara kibao, sikuhitaji, sikupendi na sikutaki. Wewe mtu gani usioelewa? Mbona kinganga sana wewe? Nishakwambia sikuhitaji. Alafu sasa, kuanzia leo kaa mbali na maisha yangu. Kwani unaelewa wewe? Chenzi. Mdewa. Ile siku umemzingua mtoto. So vitu vyangu brother vile. Ulimzingua vibaya sana yani. Ni vile tu mimi sijampenda yule demo aisee. Sasa kwa nini usipomsikia uliacha kumsikiliza? Yaani kwambia kitu brother. Yaani amnaga mimi, yaani hajanishawishi kwa vyovyote vile brother zangu. Yaani yule pale so vitu vyangu. Ilipaswa msikilize. Unajua sio mimi nakukubali sana. Na ndio maana yaani nikiwa na wewe huwa na enjoy na sikia raha sana. Kwa sababu wewe bana unanifanya mimi nifurahi kila wakati. Si unanijulia au si yani si hiyo kodi si umepata wapi kwa kunifanya mimi kila wakati huwa nafurahi. Asa napoaje kwa mfano? Kwa nini hujanizoea tu? Mimi sio kuzoea wewe. Mtu mwingine hayupo zaidi yako wewe kunifanya mimi ni natabasamu na fly. Mtu achana hizi porojo kwanza. Kwanza nishukuru. Nikushukuru sana, pia nikupe hongera maana maagizo yangu yamefika kwa wakati. Maana wala sikukata muda mrefu nikashangaa shoga yako Asia akaja huyo. Kaka nyumbani. Katupia, kapendeza. We. Yaani mtoto anang'aa hivi. Mimi nikamcheki, nikamwangalia, nikaona okay. Sibi kwa nikae naye chini tuzungumze. Lakini sasa nimezungumza naye. Yaani hata maneno yenyewe sijamaliza. Yaani ghafla tu. Ameamka ameondoka zake. Sasa nikajiuliza, kicho mtu hapa ni kitu gani? Na kwa nini aondoke ghafla bila hata kuaga? Basi angenisikiliza. Hakunisikiliza wala nini, kaondoka zake. Sasa shida kuelewa ana matatizo shoga yako au Chimambi. Haupo hapa tena. Samahani ndugu yangu. Si unajua tu mawazo mengi. Mtoto mdogo na vitu vingi vitoke wapi bwana wewe? Wewe sema mimi sijakuzoea hivyo bwana. Nisamee kwa hiyo lakini siko sawa. Hebu mimi nataka kujua kwanza, Asia matatizo gani? Kusema kweli nisikufiche. Mimi kuhusu Asia sijui chochote. Unajua sio kawaida yake. Kwa sababu kama mtu amekuita, anataka kuzungumza na wewe, lazima umsikilize mwanzo mpaka mwisho. Lakini yeye hakunipa hiyo chance. Yaani amenisikiliza, nataka kuingia tu kwenye pointi ya msingi. Mtu kainuka, chapu yani ameondoka yani hata sielewi kicho mtu hapa ni kitu gani, kicho mkimbiza ni kitu gani, hakutaka hata kunisikiliza. Mimi naona labda cha kukusaidia hapo. Nimtafute tena Asia kwa mara nyingine. Niongee naye. Afu then majibu yote atakayonipa nitakupa mrejesho. Unajua mimi nilitegemea siku ile ningeongea naye, ningekuwa nimepata majibu ya kujitosheleza, lakini mwisho wa siku yani ameondoka ameniacha dilemma pale nimekaa tu yani hata sielewi. Sasa sijui ana kitu gani, sijui ameshikwa na nini yani kiukweli yani mpaka sasa hivi yani nimekaa hapa sielewi. Usijali.
Na mimi nalijua hilo, ndio maana sikuangushi kwa kila jambo. Kwa hiyo ondoa shaka kabisa. Mimi naona nikuache. Leo una haraka? Kwa sababu kuna pilika kidogo. Alafu isitoshe pia nimekuja na mgeni. Kwao naona pia anaweza nikamchosha kwa sababu pia kakaa muda mrefu kidogo kwao. Mimi naona tuondoke. Mimi sina baya na wewe mwenyewe unajua, siwezi kupinga. Kwa hakuna baya. Siku nyingine tena tutaonana fresh. Sawa. Poa. Haina noma. Tina. Ne. Ondoke. Sawa. Paucho. Niambia Mr. Kuga. Leo mwanangu nimekutana na Asia. Baada ya kukutana na Asia unaambiwa yaani nikajua kabisa jinsi nilivyojipanga mdoto kwamba nikikutana na yule binti swaga ndakazo mtia hawezi akaruka kivyo vyote vile. Sema kweli bwana. Mwanangu nimempangilia. Demu mwanangu katulia kimya, nikajua hapa chombo nimekipata. Chombo kimetulia. Nikajua hapa chombo nimekipata. Kwa hiyo kuniambia kwamba kupigilia mistari mtu kaelewa sasa. Kakaa kwenye mfumo, si ndio? Sasa bora angekaa kwenye mfumo ndugu yangu. Kitu gani kimetokea? Yaani kilichotokea rafiki yangu hakifai hata kuhadithiwa mbele za watu. Sasa kimetokea kitu gani? Kwa sababu mimi nilitegemea kwamba utakuwa umezungumza naye, mmekubaliana, ombi lako sasa limetiki. Mimi ni fly sasa, sema yes, mwanangu Sabri kashapata toto zuri. Sasa unaita soga gani zingine tena hapa? Yaani kimya chake nikajua kwamba jibu linalokuja la mimi kukubaliwa. Kilichotokea kanipiga boke la mbao. Sasa nyinyi mnacheka nini? Hayo mambo ndio nilikuwa nakataa. Yaani mimi ningejua rafiki yangu bora sana ningekueleza sehemu nyingine tofauti na hapa. Nyinyi mnacheka nini? Watoto wa kiume mnakuwa kama ambea kama watoto wa kike. Mwanangu hichi kijiwe chenu kina nini? Sasa kuja pasi maskani bwana. Sikia mwanangu, wewe nilikuwa sijakwambia watu mimi nishakataa. Ningejua hata singekwambia. Mimi watu nishakataa na kijiwe hichi, kijiwe cha jaga mimi sikai tena. Na watu wanaichekesha kama watoto wa kike. Kama vipi kaeni na kijiwe chenu? Kuga. Sasa mbona ondoka tu yani sasa. Oya Kuga. Nani mmezidi nani? Yaani mzee anazungumza masuala yake mnamcharazia mnacheka hapa hivi nyamo hata kama ungekugongi kwa. Sometimes mnakausha kwanza mnauchuna. Nacheka tena. Nimejaa ukweli wanangu. Tuna shogangu. Ulipoenda sijui miezi mingi. Sijui mitatu. Nimekaa tu mwezi mmoja shogangu, hata sijakaa sana. Nimepanga miezi mitatu maana nimekumisi tena. Mwezi mmoja tu shogangu, sema ndio hivyo. Ila umekatiza maisha. Nimenenepa wapi? Nimenenepa wapi shogangu? Ndio kwanza nimekonda, nimetoka huko kijijini nimekonda. Na tuliokonda tusemaje? Kusema ukweli tu kiufupi nimenenepa ila umekuwa chungu shogangu. Si unajua tena kule kijijini baridi. Kuna baridi. Unajua kuna baridi? Kuna baridi vibaya mno. Kule kijijini kuna baridi sana. Ndio maana hata hivi unavyoniona hivi nimekuwa mweusi. Yaani ila kweli kusema kweli nilivyotoka huku nilikuwa nimeng'aa. Sio kama hivi. Amna bwana, usitishie amani hata hujapauka hivi. Shogangu, acha tu ukweli tumwambie. Unenepa umenenepa ila kidogo umekuwa chungu. Kwani nimesema ubaya? Wala sijasema kitu kibaya. Aka, msinione mbaya bure. Shoga yangu Asia. Mbona hujanipa mrejesho wote uliotoka huko kwa Paucho? Shogangu, acha tu. Yalionikuta makubwa. Si umeniacha siku ile. Nikatoka zangu hapa nimejikoki kama kawaida yangu na furaha zangu, najua naenda kule tena bwana ataniambia hivi. Kilichonikuta aibu naona mie. Nimefika kwa Paucho, kaongea pale, nasubiria niambiwe nakupenda.
Oya, fanya kama unaona. Mwisho wa siku anakuja kuniambia unajua kuchezea hisia za mtu sio vizuri, hasa mtu anayekupenda. Mimi nikajua tena ndo yeye. Kashanizimikia. Mwisho wa siku anakuja kuniambia Kuga. Kuga? Huyo Kuga. Kwamba yeye katumwa na Kuga, aje kuniambia mimi ananipenda, sijui nini. Kiukweli. Kusema ukweli. Alinikata simu kabisa. Yaani kiufupi, sikumjibu, sikumfanyia chochote, nikanyuka zangu huyu mdogo mdogo. Maana maini yote nilihisi anacheza. Ila pole mwaisho. Shapoa, nitafanyaje? Yaani unjue tokea mmeanza kuongea siwaelewi kabisa. Maana nasikia Kuga. Nini kinaendelea shoga yangu? Asa utaelewa nini wakati ukuwepo? Tulia sasa nikupe mkanda. Mamona ubishosti. Ndio. Yule bwana ambaye nilikuwa naye pale. Si unamkumbuka? Yule pale kwenye yale machuma pale. Huyo. Yule ndo Paucho. Paucho yule ndo Bishosti kamzimikia. Sijui unaelewa? Kwa huku kumzimikia yule alinipa mimi taarifa. Mpelekee Asia hizi taarifa, mwambie nahitaji kuzungumza naye. Kwa hiyo kufika pale nikampa taarifa zake, huyo akajikoki kaenda. Kufika kule anajua bwana anamwambia nakupenda. Kumbe kaenda kumkwadia rafiki yake. Wewe tena shoga yangu kama anavyokujuaga. Uwezaki kutulia. Kwa umeamua kabisa utoke hapa uende mpaka kule. Ndio hivyo. Na wewe umekaa sana huko ndo maana. Na wewe nendaga huko kijijini ukasafishe nyota. Mimi nahisi yule bwana atakuwa kashakuloga hivyo. Na sio bure. Na hivyo kachukua lichupi ile kaenda kulinusa. Na yeye kashaveta kwa bibi yake. Mmoja tu ndio kibao. Ai yangu. Paucho, mbona leo uko tofauti sana na nilivyokuzoea? Ni kweli niko tofauti sana kama ulivyokuwa umenizoea. Chimami. Abe. Wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Tangu nilipokufahamu mpaka leo hii. Nimekuwa nikivumilia kwa muda mrefu sana. Naweza kusema kwamba kama hii dunia ingetoa ruksa ya sisi wanaume kusifia wanawake walikuwa katika hii dunia, basi mimi ningesimama kidete kusifia uzuri uliokuwa nao. Asante, una maana gani kuongea hivyo lakini? Sio uzuri tu, bali hata tabia ulizokuwa nazo zimekuwa zikinichanganya sana. Nashukuru kusikia hivyo. Chimami. Abe. Nakupenda. Najua kutarajia hichi ambacho nimekizungumza leo, lakini nimeamua leo niongee kwa sababu wewe ni mwanamke pekee ambaye nimetokea kukupenda sana. Please, naomba unielewe. Nakuhitaji katika maisha yangu. Nahitaji kuwa na wewe, na sina chaguo lolote zaidi yako wewe. Naomba unielewe. Kwa leo sina cha kukujibu. Mimi naomba unipe muda. Simama, ile kwangu si tatizo. Tatizo haya majibu ambayo nitakayasubiria. Kwa sitarajii kupokea majibu ambayo yataniumiza. Natarajia kupokea maneno mazuri na majibu mazuri ambayo yatanifanya niendelee kujihisi furaha na amani
ndani ya moyo wangu